Man. Baada ya muda mrefu sana tumekuja bwana na kipindi chetu cha kodi. Miongoni mwa vitu kama hivyo ni ukuu ambao tulionao sisi wanadamu ndani yetu. Hasa. Na watu wengi hatujui purpose yetu si nini. Kweli. Hivi unahisi kwamba labda system ingefanya nini ili watu waishi ukuu wao wewe? Yaani katika vitu ambavyo mimi huwa naamini. Ndio. Kama watu wangeishi ukuu wao, wangeishi uhalisia wao. Ndio. Dunia isingekuwa na vita. Dunia ingekuwa ni sehemu moja nzuri sana ya peace. Okay. Wivu unakuja ama ugomvi na chuki zinakuja kutokana na kwamba watu hawaishi yale maisha yao wenyewe. Wanaishi kufanana na fulani. Okay. Cha kwanza. Point. Kingine system inatutaka tuishi katika mfumo wa kondoo. Wote tuwe katika njia moja. Basi tunaelezea mambo ya kodi. Maana kodi iko wazi. Kodi ni kitu ambacho kinatolewa vitu viwe uchi. Password hivi kwa mfano binafsi. Kwa mfano mtu akisema basi watu sasa hivi wanatakiwa waishi wao. Ungeshauri nini katika mfumo wa elimu au mashuleni au vyuoni ingekwaje? Mimi naishi sana watu wangeishi katika ability zao. Wajaribu kutambua uwezo wa watu. Waachane. Mimi nitakupa mfano. Ndio. Mimi wakati namaliza form 4, kilichokuja kunishangaza serikali ilifanya mateuzi. Sema uteuzi. Yaani tulikusanya wale wote ambao tulipasi ila hatukufanya machaguo ya kwenda A-level. Yaani tulichagua college na nini na vyuo vingine. Umeona? Tulikusanya wote, haijalishi unapenda upendi, wote tukapelekwa walimu. Tukamwagwa huko. Sasa mimi nafika chuoni nilikutana na watu wengi sana ambao wanapitia situation kama ya kwangu kwamba mwanangu nimekuja tu kwa sababu ndio hivyo wazazi wenyewe wazee ndio wananiambia nenda tu sasa utafanyaje angalau upate ajira. Yaani tunaishi kwa sababu ya ajira lakini hatuishi ule ukuu wetu. Kwani kutoka kwenye zama za kwanza za kale za pili mpaka za tatu mpaka hivi kwa hakuna mtu ambaye mwingine anaweza akatoka akafanya uvumbuzi wa jambo lingine jipya? Watu wanaweza kufanya lakini system tayari ishatutengeneza kwamba lazima uwe na kaajira. Kwamba na kuingizia mshahara mwisho wa mwezi lazima mtumikie mtu fulani bosi. Kwa ukuu umefichwa vimewekwa vitu. Sasa tuna struggle sana sisi kujifahamu sisi na kuna nani. Hebu mwambie mwanadamu ambaye anatuona hapa kwa sasa hivi hii ni kodi maana yake. Je, ni nini afanye ama ni nini anachokihisi yeye awe yeye kama alivyo? Naona mimi ni simple tu. Yaani mtu kutambua kwamba wewe ni nani. Angalia kile kitu ambacho wewe unakipenda kufanya. Passion yako ni nini? Hiyo ndo power yako waga iko hapo. Iwe na kulipa ama ikulipa lakini angalia ambacho unakipenda ukifanya kila siku. Yaani kile ambacho kinakupa hamasa kufanya. Kile ambacho kifanya unajifiri kwamba this is me. Kwa mfano mimi before nilikuwa nikisimama mbele za watu nikaimba. Yaani naifeel ile energy unajua yaani najiona wewe mimi sasa wewe. Hiyo cha kwanza. Cha pili angalia kile kitu ambacho kifanya watu wana appreciate, wanakupokea. Tuna ndugu ambao sio ndugu zetu. Sijui kama unalifahamu. Sure. Yaani una familia lakini ukiangalia familia nzima uliopo unajikuta wewe ni simba kwenye kundi la kondoo. What do you expect? Lazima utaonekana mtu wa tofauti. Kwa hiyo ipo. Lakini muhimu waga ni kuangalia ile passion yako. Nini unapenda kufanya? Na ukifanya watu wanapokeaje? Kwa sababu binafsi tumeona basi kwa namna moja ama nyingine kwamba watu hatuwezi kuinuliwa ama kusapotiwa na familia sometimes kama watoto karibu. Kwa basi serikali yenyewe pia inaifahamu kwamba kuna zipo talent ambazo zinaweza zikawa zikatengenezwa mifumo mizuri kwamba bana ni magrupu fulani ambao wao wanapenda udaktari au wanapenda mpira au wanapenda muziki au ni maactor au ni magician. Sasa system sasa imewalenga watu kwamba waje waajiriwe kwamba ni utumwa sasa maana yake. Sio kwamba ni kwa sababu ya kuwainua watu ama kujionyesha kwamba wao ni kuna nani. Back in the days wakati elimu inaintroduciwa Afrika. Ndio. Wakati wanaanzisha wale wakoloni wanaanzisha mfumo wa elimu. Lengo lao halikuwa kumempower Mwafrika. Ilikuwa ni kutafuta vijakazi wa kuwatumikia, yani wa kuwarahisisha kwenye kazi zao za pasipo na ugumu fulani wa kuchukua mali. Wakatengeneza walimu, wakatengeneza watu wanajeshi na nini. Yote ilikuwa ni lengo la kwamba wa kuwatumikia wao. Umeona? Kwa hata unavosemea serikali leo hii
Ndio maana unaona hiki kitu kishapigiwa kelele mara kibao. So hatujaanza sisi leo. Ni watu wengi walishaongelea kama mitaala mibovu sijui na nini. Lakini unashangaa kwa nini havibadiliki? Ni kwa sababu ni system watu wameweka, watu wanataka waishi hivyo. Nyinyi ni kondoo wao. Ni watumwa wao bado. Babu zetu sio walifungwa minyororo, lakini walivyobadilisha mfumo wa minyororo wakaleta mfumo wa mentality ambao ndo mbaya zaidi. Bora hata waliokuwa wanajijua kabisa kwamba mimi ni jela. Lakini leo hii unaanza kuwekwa jela tangu ukiwa mtoto. Kwa hiyo unakuwa ukiwa gerezani bila kujua. Mpaka unakuja kukua wewe ujijui kama ni mtumwa. Unaona ni ndo maisha, ndo halisia. Ndo maana unakuta wazazi wetu Afrika ulisi sema wewe fulani si wako elimu. Lakini angalia hiyo elimu inakusaidia. Ndio maana unakuta sisi, ndio maana unakuta wanafunzi shuleni wengi, yani 80% kipindi chao pendwa ni kipindi cha mapumziko. Kwa nini? Kutoka muda wa kutoka oya tujuane watu wa muda wa kutoka. Ndio comment hapo, kipindi pendwa muda wa mapumziko. Kwa nini? Ule muda ndio ulikuwa unawapa watu fursa ya kwenda kuishi ukoo wao. Kwa bwana Leo, shule nataka tuambie kwamba masaa 9 ukaa shuleni na dakika 30 za kupumzika, ndio ambazo dakika 30 za kupumzika ndio zilikuwa zinapambana watu waonyeshe ukubwa wao. Lakini masaa 9 ya kufanya uwe katika mfumo wa program, ukae kwenye box. Jamani, tufike sehemu tuone aibu.